Halo ndugu yangu, karibu tena. Ni wasaa mwingine ambao utaenda kujifunza kuhusu single mothers. Ni mjadala wenye wigo mpana ambao toka kwenye video yangu ya kwanza, unaweza ukaangalia kwenye video zangu za YouTube, video yangu ya kwanza kwenye hii series ya kuhusu single mothers. Nimeanza kuzungumza kuna tuliona nini chanzo, nini chimbuko la single mothers, na leo tunaenda kuangalia sababu za uwepo wa hali hii ya usingle mother, hali ya kuendelea kulea watoto ukiwa bila baba, yaani mama analea watoto bila baba, usingle mother kwa lugha nyingine tunaweza tukasema hivyo. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mwalimu na mtaalamu wa masuala ya mahusiano. Karibu tena. Lakini kabla tujaendelea, utaniambia hapo kwenye comment nini ambacho utajifunza baada ya kusikiliza somo hili, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye channel yangu, unaweza ukasubscribe ili kwamba usiweze kukosa hii series ya video mbalimbali ambazo nitaendelea kuzitoa. Okay. Tunazungumza kuhusu single mothers. Kama nilivyosema, ina wigo mpana sana, na huu wigo leo tunazungumza kuhusu sababu zinazopelekea uwepo wa single mothers, na sio hivyo tu, pia zinazopelekea ongezeko. Maana zile sababu kama zitakuwa ni nyingi, zitakuwa zinafanyika kwa extent kubwa, maana hata ongezeko la single mothers litakuwa ni kubwa mno. Na tunaanza kuiangazia sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza, kwa nini kuna uwepo wa single mothers? Sababu ya kwanza ni kwamba kuna ongezeko kubwa la wanawake wanaozaa kabla ya kuolewa, au kwa lugha nyingine tunasema an increase of unmarried births to unmarried women. Ongezeko kubwa la wanawake kuzaa kabla ya ndoa. Hii inakufanya uwe single mother. Kwa nini? Unapoweka mikakati ya kuzaa kabla haujaolewa, uwe na hakika kwamba huyu mtoto utamlea peke yako. Tunapenda ukiwa na watoto na wewe ukiwepo na baba awepo kwenye familia, kwa sababu baba ndiye msingi wa familia. Lakini unapoamua kuzaa kabla haujaolewa, moja kwa moja kuna asilimia nyingi, mimi naweza nikasema kuna asilimia 90 kabisa, kama sio 100, za wewe kumlea huyo mtoto peke yako kama single mother. Sasa hii sababu inaangukia kwenye ile kundi la sababu za ongezeko la single mothers au uwepo wa single mothers umegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale single mothers ambao ni matokeo ya kabla ya mtu anakuwa single mother kabla ya kuolewa au kabla ya kufunga ndoa. Lakini kuna ile kundi mtu anakuwa single mothers baada ya kuwa ameshaolewa, baada ya ameshafunga ndoa na maisha yaliendelea, baadaye anajikuta kwa single mother. Huko kuna makundi mawili. Sasa hili kundi la kwanza ndio kundi ambalo leo tunalizungumza, ambalo tumesema kunakuwa na ongezeko la vizazi au la uzazi wa mwanamke kabla hajaolewa. Sasa nini kinachopelekea hii hali, au ni mazingira yapi hatarishi yatakayomweka mwanamke katika uhatari wa kuwa single mother kabla hata ya kuolewa? Sasa kuna sababu, na sababu ya kwanza ni kuishi na mwanaume kama mke na mume ili hali bado hawajawa mke na mume. Hii tunasema kwa lugha nyingine tunasema cohabitation. Cohabitation maana yake mwanamke na mwanaume wanaishi maisha ya ndoa kabla ya ndoa, au wanaishi maisha ya kuoana kabla ya kuoana. Hii tunaishuhudia sehemu nyingi sana, tunaiona mtaani. Mwanaume na mwanamke wamekutana, mmoja anaamua kuishi kwa mwenzake. Aidha mwanaume anaweza akaamua kuishi kwa mwanamke au mwanamke anaweza kuishi kwa mwanaume, inategemeana na mazingira. Sasa hii wanakuwa wao wenyewe wameamua.
inakuwa haijahusisha pande zozote za familia. Ni wao aidha wamekutana maeneo ya kazi, wamekutana maeneo ya masomo, wamekutana maeneo au mkoa mmoja, wamekutana tu na wakaamua tuanzishe maisha. Aidha, mara nyingi vinakuwaga na sababu, na sababu inakuwa sio kuoana. Sababu inaweza ikawa aidha kwa sababu tuko kwa kipindi hiki tuko pamoja, tukae pamoja, au tupunguze gharama za maisha. Kwa mfano, kwa wanafunzi wa vyuo, naamua kukaa pamoja ili wapunguze gharama za maisha, ili kwamba badala ya kuwa na vyumba viwili wawe na chumba kimoja, iwe rahisi kulipa kodi. Wanaamua kucohabit, wanaamua kuishi pamoja kama mke na mume, lakini sio mke na mume. Na kwa nini tunasema wanaishi kama mke na mume ili hali sio mke na mume? Ni kwa sababu kunakuwa na ile lifestyle kama ya mke na mume, hata vitendo vya kushiriki tendo la ndoa vinakuwepo. Sasa hivi ndo vinavyopelekea au vinamweka mwanamke kwenye uhatari wa kupata ujauzito na kuzaa. Sasa hii kwa sababu inakuwa haijajengwa kwenye msingi wa kuoana, kunakuwa na commitment ndogo. Aidha mwanamke hana commitment kabisa na yeye mwanaume, au mwanaume hana commitment kabisa na yeye mwanamke kwamba kuna siku nitamuoa. Kunakuwa haipo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu zimewakutanisha sababu zingine. Aidha imewakutanisha kazi, au imewakutanisha masomo, au sababu nyingine yoyote ile na sio kwamba mmeamua kwamba tukae tuwe pamoja tuwe na familia au tuoane, unakuta haipo. Ni sababu nyingine kabisa. Sasa hii kunakuwa na less commitment. Kama commitment itakuwa ni ndogo, either kwa pande zote au kwa upande mmoja wapo wa kutengeneza familia, kuwa mke na mume wa kutengeneza familia, mwanamke atajikuta anazaa, either anapata mimba asiyotarajia na inabidi azae, na akishazaa kwa sababu hakuna commitment au hamkupanga kuoana, either wewe haukupanga kuolewa na huyo au huyo hakupanga kukuoa wewe, unajikuta tayari mwanamke ameangukia kwenye kundi la single mothers. Hiyo tunasema cohabitation. Kwa hili ongezeko la wanawake wanaozaa kabla ya kuolewa, moja ya sababu inayowasababishia ni kucohabit. Kwa kama hauhitaji kuja kuwa single mother, kama hauhitaji kuja kulea mtoto peke yako bila baba au kulea watoto peke yako bila baba, epuka kukaa na mwanaume kabla ya kuolewa kwako. Epuka kushiriki tendo la ndoa nje ya mazingira ya ndoa. Epuka kabisa hayo mazingira yatakayo kupelekea wewe kuwa single mother. Hii itakusaidia kujihakikishia kwamba siwezi kuwa single mother. Kuna mtu anakuwa single mother kwa sababu alikubali kucohabit, alikubali kukaa pamoja na mwanaume ili hali sio mume wake, na hawajafunga ndoa, either tu ni marafiki wameamua kukaa pamoja, au ni wapenzi wa kawaida wameamua kukaa pamoja, unajikuta anazaa akiwa ndani ya hayo mahusiano ambayo ni less committed. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo inawapelekea hawa wanawake kuzaa kabla ya kuolewa ni masuala mazima ya kujitegemea kiuchumi. Hii tunasema mtazamo wa kujitegemea kiuchumi unakupelekea hivyo. Huu unaweza kuwa na athari chanya au athari hasi. Sasa tunapokuja kwenye athari hasi, huu unatoa mchango mkubwa sana, kwa sababu itategemeana na jinsi mtu jinsi mindset yake ilivyo, au jinsi ambavyo anatazama hali yake ya kiuchumi. Niko na maana gani? Au niseme hivi, unaweza kanielewa kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao husema kwamba mimi najimudu kiuchumi, mimi pesa ninayo, au tayari anaweza akasema kwamba au tayari anavitega uchumi mbalimbali, kwa flow yake ya fedha iko vizuri, mizizi yake ya kifedha imekaa vizuri. Kwa anasema mimi hata kama nitazaa kabla ya kuolewa, mtoto wangu nitaweza kumlea, nitamkuza, kama shule atasoma, atavaa, atakula, atafanya kila kitu, kwa sababu huo uwezo ninao. Kwa mwanamke anajikuta kwamba anajiingiza yeye mwenyewe kwenye wimbi la kuwa single mother kwa sababu ya financial independence. Ana uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Kwa ile mindset yake ya kuwa na uwezo wa kujitegemea kiuchumi unampa mawazo ya kwamba hata kama utazaa, utaweza kuilea hii familia. Hata kama baba hatokuwepo, utaweza kuilea hii familia. Kwa hiyo anaweza akatafuta mwanaume anayemtaka, akacohabit naye, akaishi naye, au akaamua
kuzaa naye, lakini asiwe committed kabisa kuolewa na huyo mwanaume, au anakuwa na kiburi kwa sababu anaamini na financial independence na uhuru wangu wa kifedha, naweza nikajitegemea kifedha, kwa mwanaume hana nafasi kabisa kwenye maisha yangu, akinizingua tutazinguana tu, akifanyaje mimi nitamwacha kwa sababu naweza kujitegemea. Kwa anajikuta anaingia kwenye hilo wimbi kwa sababu tu ya ile mindset yake ya kwamba na uchumi wa kutosha na uhuru wa kifedha wa kuweza kuilea familia hata kama baba hayupo. Kwa hiyo kile ulichokipanda akilini mwako kitakuwa true, kitakuja kutokea, na ni kweli kitakuja. Utajikuta ni single mother na unaendelea kuishi. Lakini ukweli ni kwamba fedha haiwezi kuchukua nafasi ya baba. Your finances cannot replace a father's position. Kwa lazima nafasi ya baba iwepo kwenye familia, haijalishi una uwezo wa kifedha kiasi gani, una uhuru wa kifedha kiasi gani. Your finances anyhow strong, lakini ni lazima nafasi ya baba iwe pale pale. Na hiki ndo ambacho wanawake wengi sana wanashindwa kukizingatia, kwa sababu ni kanuni hii, ni lazima familia iwe na baba ili kutengeneza chemistry nzuri ya malezi ya baba na malezi ya mama, ili kuhakikisha hii familia inasimama kwenye msingi imara, inakuwa na kustawi, na hata watoto mnakuwa mmewapa future nzuri. Lakini asipokuwepo baba, ni lazima kuna kasoro. Hii kamuulize yeyote ambaye ni single mother, amelea watoto peke yake. Hata kama ni mtu mwingine tu amelea watoto peke yake bila baba, utakuja kuona kuna kitu kina miss kutoka kwenye haya malezi ya hawa watoto. Hata familia kiujumla inakuwa ni kama inanyufa, kwa sababu msingi haupo au msingi hauko imara. Kwa hiyo kuwa makini sana. Ukitaka kuepuka pia nafasi ya kuwa single mother, make sure kwamba perception yako, mtazamo wako kuhusu uhuru wako wa kifedha au jinsi unavyojitegemea kiuchumi kusiathiri nafasi ya baba au ya mwanaume kwenye maisha yako. Na sababu ya tatu ambayo inapelekea hili ongezeko la wanawake wanaozaa kabla ya kuolewa, sababu nyingine ni social norms. Social norms tunasema hii ni kawaida ya jamii au imani na mtazamo wa kijamii au ile taratibu za kila siku za kwenye jamii. Hizi zimepelekea ongezeko la hawa single mothers kupitia nini? Kupitia jinsi ambavyo social norms zilivyo na zimebadilika so far. Kawaida ya jamii hapo zamani ilikuwa inasema kwamba mwanamke akionekana analea mtoto peke yake, kuna namna anaonekana kwenye jamii sio vizuri, na anaonekana mtovu wa maadili, sio mwanamke mzuri, sio wife material, hafai tena kuolewa. Inaonekana familia yake ni ajabu, anaiaibisha na ni aibu kwa baba, mama, na aibu kwa jamii nzima, kwa sababu kunakuwa na mtu anaita na mwanamke analea watoto peke yake bila baba, maana amevunja mji. Kwa nini amevunja mji? Kunakuwa na sababu nyingi ambazo zitatoa tafsiri kwamba huyu mwanamke hafai. Kwa nini alee mtoto peke yake? Au kwa nini alee watoto peke yake? Kwa nini awe na mji usio na baba? Kwa lazima watakuwekea maswali mengi. Kwa ilikuwa hivyo, lakini vipi kuhusu leo? Vipi kuhusu kawaida ya jamii ya leo? Imekuwa jambo la kawaida tu sasa hivi. Mwanamke anaweza akapata ujauzito, akajifungua na watoto wakalelewa, na sio kitu kibaya, bila baba kuwepo wala bila baba kujulikana. Alafu na jamii nawapokea vizuri kabisa. Hakuna maonyo, hakuna anayewarudisha watu kwenye mstari, hakuna anayewarudisha kwenye msingi. Watoto wa kike wanaendelea kufanya vile vile, na hii inatuongezea single mothers wengi, kwa sababu kawaida ya jamii imebadilika. Imetoka kule ambako tuliona sio namna nzuri au sio kitu kizuri kulea au kuwa na familia sio na baba, au mtu kuzalia nyumbani, au mtu kuwa single mother. Haikuwa kitu, lakini sasa hivi baada ya mabadiliko haya ya imani na kawaida ya jamii inaonekana ni kitu ambacho ni cha kawaida sana, lakini kimsingi ni kwamba sio cha kawaida. Tukirudi kwenye msingi tunaona kwamba hii haipaswi kuwa hivi. Ingawaje hatuwezi tukaangalia standard za maisha kwa kutegemea social norms, kwa kutegemea kawaida ya jamii, kwa sababu kawaida ya jamii inaweza ikawa ya kweli ama sio ya kweli. Lakini kawaida ya jamii inapokuwa ya kweli na ya msingi tutaisupport. Isipokuwa ya kweli na msingi hatutaisupport vile vile. Kama ambavyo sasa hivi
si support kabisa swala la jinsi ambavyo jamii imeendelea kupokea single mothers kwa wingi bila kuwarudisha kwenye track, bila kuwarudisha kwenye msingi. Kwa jamii imeamini sana katika kawaida yake kuliko katika msingi unavyopaswa kuwa. Kwa ni jukumu sasa la jamii sasa hivi kuwarudisha hawa vijana kwenye msingi. Wasijenge tena nje ya msingi, wajenge kwenye msingi. Wajenge kwenye kile ambacho kilicho kanuni ya maisha. Tuache kuchukulia poa haya maisha ya kila siku kwa sababu tunaua vizazi vyetu wenyewe. Ukienda kwa mtu binafsi ukamwambia, je, ungependa binti yako azalie nyumbani? Jibu la mtu yote yule atasema hapana, kwa 100% kabisa. Kwa hiyo ni kweli kabisa, mtu yoyote yule atasema hapana, kwa sababu hakuna ambaye angependa binti yake alee watoto au mtoto peke yake bila uwepo wa baba, kwa sababu ni aibu sometimes, ni utovu wa maadili sometimes. Mzazi utaonekana haujui kulea, ndio maana hatutapendezwa. Jamii itatushusha viwango kama familia, kama ukoo, ndio maana haipendezi, na ni kweli haipendezi. Kwa sasa, je, ni kosa lao hao kuwa single mother? Sometimes sio kosa lao, kwa 1% sio kosa lao. Kwa 1% kuna watu ambao hawakukaa kwenye nafasi yao vizuri, ingawaje na wao wanaweza wakawa wamechangia, lakini kwa kiasi fulani. Na ni lazima sasa tuende kwenye chimbuko, kwenye root cause. Ndio maana nikasema ili tuweze kuikomboa hii jamii ya single mothers, tuwakomboe kwanza wanaume. Tukisha wakomboa wanaume, manake moja kwa moja tutakuwa tumebadilisha ule mtazamo wa kijamii kiujumla, na tutakuwa tumefanikiwa kuwaweka watu kwenye nafasi zao halisi wanazotakiwa kukaa kwenye familia. Kwa sababu kama tutajenga familia iliyo bora, tutajenga jamii iliyo bora, na ndipo tutajenga taifa lililo bora. Siku moja nasikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais ambaye ni Mama Samia, akiwa anasisitiza kwamba wajomba waweze kuchukua nafasi za baba kwa watoto kutoka kwa single mothers. Yaani mama akiwa ana watoto analea bila baba, basi wajomba wa watoto wachukue nafasi ya baba kuhakikisha watoto wanapata malezi yote ya aina mbili. Yaani wanapata father vibes, wanapata na mother vibes. Wanapata malezi ya baba na mama kutoka kwa wajomba. Sasa je, title ya mjomba inaweza kukava majukumu ya baba? Bado baba yuko, nafasi ya baba haiwezi kubadilishwa na mtu yeyote. Baba anapaswa kuendelea kuwa baba kwenye sawa. Wajomba wanaweza wakatusaidia, lakini so far turudi kwenye msingi ambapo tunatakiwa tuweke marekebisho ya kudumu ili baadaye tuwe na familia nzuri. Huwa tunasema kwamba familia ni moja ya chanzo cha maadili mema kwenye taifa. Kwa kama kuna mmomonyoko wa maadili kwenye taifa, kuna mmomonyoko wa maadili kwenye ndoa, ujue chanzo chake kiko huku chini kwenye familia. Kiko huku chini kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu kabla ya familia walianza watu wawili kwanza, mke na mume. Baada ya mke na mume ndo tunaiona hii familia, tunaiona ndoa. Na baada ya ndoa ndipo tunaona familia yenye watoto na kadhalika. Baada hapo tunaiona jamii, tunaliona taifa, tunaiona dunia. Kwa hivyo basi ni kwamba ukitaka kurekebisha chochote kile kwenye jamii, anzia huku chini. Kwa ni lazima kwanza tukomboe watu kijinsia, wapate elimu ya kijinsia ili kwamba waweze kutambua ujinsia wao na majukumu wanayotakiwa kufanya. Alafu katika ujinsia wao wanajua nafasi gani wanapaswa kukaa. Kwa mfano mwanaume ana nafasi ya kuwa baba, ana nafasi ya ubaba, ajue katika ubaba anatakiwa kukaa namna gani, afanye majukumu gani. Na mama vile vile, ili baadaye tuwe na familia nzuri, bora, yenye ustawi mkubwa na kila mtu awe amekaa kwenye nafasi yake vizuri. Ili hizi social norms shape maisha yetu. Hii kawaida ya jamii hata kama ni mbaya isionekane ndiyo ya thamani, kwa sababu jamii haithamini tena kanuni na misingi ya maisha ya kimaadili.
ila inathamini kawaida ya jamii iliyopo. Inathamini kile kitu ambacho kinaaminika kwa wakati huo, kiwe kibaya, kiwe kizuri, inakiamini tu. Hatuchanganui, hatutathmini, hatuoni, je, hiki kinatuharibia, hiki kinatuletea erosion? Hatuoni. Tunaona kwa sababu wanafanya watu wengi, okay, na sisi tunafanya. Kwa sababu wamefanya watu weupe, basi na sisi tunafanya. Kwa sababu wamefanya Ulaya, basi na sisi tunafanya, bila kuangalia, je, kinatuathiri vipi kwenye jamii? Je, hiki ni kitu ambacho kinaweza kukubalika kwenye jamii yetu? Na muda mwingine jamii inahalalisha vitu ambavyo hata visingepaswa kuhalalishwa. Ni lazima, ili haya mambo ya social norms au kawaida ya jamii lazima tuyarudishe kwenye msingi, ili zile kanuni na misingi ya maisha, aidha ya ndoa au ya malezi ya familia, ndiyo yawe kawaida ya jamii. Hapo tutakuwa na aina nzuri sana ya familia. Hata vizazi vya single mothers vitakuwa drop, vitashuka, havitakuwa vingi tena kama ambavyo sasa hivi vinazidi kuwa vingi. Nikupe zoezi moja. Jaribu kufuatilia wale wote ambao wamelelewa kwenye familia ya single mother. Sio watu wabaya, haikuwa makosa yao. Lakini angalia, fanya follow up. Angalia jinsi ilivyo. Sometimes ongea nao, wa share experience, wa share nao uzoefu wa maisha yao. Wengi wao wangetamani walelewe kama wewe kwenye familia ya baba na mama. Kuna kitu wanakimiss kutoka kwa wazazi wao wote wawili. Kwa ni muhimu sana familia kuwa katika utatu wake uliokamilika. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalamu na mwalimu wa masuala ya mahusiano. Nikukaribishe tena wakati mwingine, wakati nitakuwa naendelea kuelezea hizi sababu ambazo zinasababisha ongezeko kubwa la single mothers. Na leo tumejadili tu sababu moja, ambayo ni ongezeko la wanawake wanaozaa kabla ya kuolewa. Na tukaona hii ongezeko la wanawake wanaozaa kabla ya kuolewa lina sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni cohabitation. Mwanamke kukaa na mwanaume kama mke na mume, lakini sio mke na mume. Hii inapelekea anapata unplanned pregnancy, anazaa na kisha anabaki kuwa single mother, kwa sababu aina hiyo ya mahusiano ni less committed, yana commitment fupi. Na kitu kingine ambacho tumekiona ni financial independence, mindset ya kujitegemea, ya kuwa na uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Lakini mwisho tumeona social norms, kawaida ya jamii imebadilika sana, na hii imeweza kukubali motherhood, single motherhood. Imekubali aina wanawake ambao wanafanya hivi. Sio kosa lao kwa asilimia kubwa, lakini sasa jamii imekaa kimya, imewakubalia na wanaona ni sehemu ya maisha ya kawaida. Kwa hiyo kila mtu anaona ni jambo la kawaida na anaweza kufanya hivyo bila kuona kwamba anajenga nje ya msingi. Bye bye, mpaka wakati mwingine.